Karibuni sana ndugu watazamaji pamoja na wasikilizaji. Leo tuko hapa ndani ya studio za Kazabut na tuna mgeni wetu hapa, dada yetu. Bila kuchukua muda, napenda nimkaribishe atuambie yeye ni nani, anafanya nini na anatokea wapi. Karibu sana. Asante sana. Kwa jina naitwa Coletta Emmanuel, natokea Mwanza, lakini kwa Dar es Salaam natokea Ilala. Naam, shukrani sana kwa maelezo mafupi na yako clear kabisa. Uko hapa South Africa, sijui maana kitakiwa utuambie moja katika shughuli zako ambazo unazifanya ukiwa hapa South Africa, au shughuli ambazo ulikuwa unazifanya wakati uko Tanzania. Sijui utaanzia hapa, lakini vizuri kuanzia Tanzania kidogo alafu ukahamia South Africa. Kwa mimi shughuli ninazofanya ni tabibu, ni special doctor kwa physical therapy, japo pia natibu na maradhi mengine tofauti. Kwa physical therapy natibia wale watu walioparalyze. Haijalishi mtu aliparalyze kwa muda gani, na uwezo wa kumfanyia massage na mazoezi na kumpatia dawa na akapona kabisa. Kwa maradhi mengine pia natibu maradhi pia tofauti ambayo kama ni maradhi hospitali, natibu kansa, natibu figo, natibu kisukari na mengineyo, na maradhi ya Kiswahili natibu changamoto kama mtu ana changamoto ya majini, na pia natibu maradhi mengi Okay, nashukuru sana kwa maelezo hayo. Kwa hiyo mimi nilikuwa najaribu kuuliza kusudi watazamaji waweze kukaa vizuri kwamba aina gani ya tiba ambazo unazifanya. Kwa hiyo kwa maelezo yako ni kwamba umesema unafanya tiba aina mbili, yani zile za hospitali na zile ambazo tunaweza tukasema za Kiswahili au za kienyeji, tunaweza tukasema vizuri. Okay. Sawa, mimi nashukuru sana kwa hilo, na najua katika kazi siku zote kuna kuwaga na baadhi ya changamoto fulani. Lakini sasa tusiingie kwanza kwenye changamoto. Nafikiri tuingie kwanza kwenye watu waweze kujua kwamba aina gani ya watu ambao umeshafanikiwa kuwaponyesha na ambao wanaweza hata huko mbele wakaja kuwa ni mashahidi wa kuweza kusema kwamba daktari au dokta wetu aliweza kutuhudumia na tukapona. Kwa maradhi nimetibia watu tofauti, maradhi tofauti kama hivyo. Kwa watu walioparalyze nimewatibu, na pia nimetibu kwa maradhi ya Kiswahili. Mtu unakuta alikuwa na changamoto labda kafukuzwa kazi kama hivyo, na uwezo wa kumrejesha kazini. Mtu alikuwa na changamoto labda ya biashara, vitu tofauti kuhusu mambo ya uchumi, yote nimewafanyia kazi watu hapa na wanaweza kuleta ushahidi. Au wenye changamoto ya uzazi pia nimeweza kuwatibia na wakapata watoto, na pia wenye changamoto kama watoto wana changamoto kama ya umajinuni, ambao unakuta mtoto kidogo kichwa kama kijakaa vizuri, na wenyewe pia nimeweza kuwatibia kwa hapa. Nimeweza kutibia watu tofauti hapa, na wanaweza kutoa ushahidi kwamba huyu Dr. Coletta ameweza kututibia na mambo yao yakakaa vizuri kabisa. Sawa. Katika safari yako ya kutibu ina muda gani mpaka sasa? Nikizungumzia kule Tanzania. Kwa ukizungumzia Tanzania mpaka sasa mimi na miaka 15 katika kazi hii. Kwa Tanzania pia hivyo umetibu watu wenye watu wenye maradhi ya stroke pamoja na maradhi tofauti, kama maradhi ya Kiswahili. Mtu unakuta anahangaika na labda majini, unaambiwa amehangaika sehemu tofauti, majini hayatoki, lakini ukija kwangu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu yanaweza yakatoka na ukakaa vizuri kabisa. Nimeweza kutibia watu maradhi mbalimbali kwa Tanzania mpaka ikaja ikapatikana nafasi ambayo nikaletwa katika nchi hii kuja kutibu pia. Sawa. Katika nchi hii una muda gani tangu umefika? Katika nchi hii nina mwaka na miezi kadhaa. Ndio. Ya Mungu akijalia ufikapo mwezi wa 8 nitakuwa nimefikisha miaka 2 katika nchi hii. Sawa. Na ulipofika hapa, je, umewahi kukutana na wagonjwa ambao ulikuwa unakutana nao
wakiwa kule Tanzania, kwa sababu magonjwa ambayo umeyataja especially kwa nchi hii ni magonjwa ambayo yapo sana na watu wanayo. Sasa sijui kama umeshawahi kufanya hivyo tangu umefika hapa? Pia nilipofika hapa pia nimewatibia watu wenye maradhi kama hayo, au pia kuna wengine sasa hivi unakuta wana changamoto ya maumivu makali, unakuta kwenye migongo, viuno, unakuta mtu ana changamoto kama hivyo, kunyanyuka, kutembea kwake changamoto, nimeweza kuwatibia. Na pia kama hicho kisukari na figo nimewatibia tu hapa wengi, na pia na kansa pia nimeweza kuwatibia. Na hiyo physical therapy kwa watu waloparalyze kwa hapa pia nimewatibia, na matatizo pia uchumi kwa hapa pia nimetibia. Ina maana watu wengi wanaoweza kuja kutoa ushuhuda kusema kwamba daktari huyu aliweza kunitoa sehemu moja mpaka sehemu nyingine kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Sawa. Nafikiri katika kuongelea masuala ya tiba kuna vitu viwili ambavyo naweza nikaviuliza kusudi watu waweze kupata mwangaza kwamba namna gani unafanya. Kitu cha kwanza umesema kwamba unaweza ukatibia magonjwa ya kawaida na ya kihospitali. Kwa mfano mtu ana pressure, naona bwana kuna ile pressure, mtu ameanguka ghafla. Sasa wewe kama mtu wa kutibu unaijua vipi kama hii ni ya kupeleka hospitali au hii ni ya kutibu katika mambo ya kienyeji? Kwa mimi kitu cha kwanza huwa ninachokifanya sio kwamba sio pressure tu peke yake. Hata mtu akija na kansa kabisa akasema mimi nina kansa, huwa na kitu cha kwanza ninachomwambia mteja, naomba niangalie. Kuangalia sio kwamba naenda kupiga tunguli, kwamba naenda kuangalia kujua sijui nani kakuloga, hapana. Mimi naenda kuangalia ili nijue tatizo hili, chanzo cha tatizo hili ni nini. Ndio. Kwa sababu kuna mwingine anaweza akaja akakwambia anaumwa tu labda mbavu au hivi, anahisi labda anarogwa, kumbe ana changamoto ya figo lakini yeye hajui. Lakini mimi nitakapoenda kumwangalia ndo pale nitakapojua kwamba wewe licha kwamba kuna sihiri ndani ya mwili wako, lakini pia figo ina changamoto. So na uwezo wa kuambia hivyo. Sasa kwa kuwa mimi naweza kutibu maradhi ya hospitali na ya kawaida, ina maana nikifika pale ndo nitamwambia kwamba changamoto yako ni hii, sasa naweza nikakupa dawa na ukatumia na ukakaa vizuri. Kwa sababu gani? Kama unasema maradhi ya hospitali na haya ya kawaida, maradhi ya hospitali pia inatibika kwa kienyeji. Kwa mfano kama mtu wa hivyo wenye pressure, ana changamoto ya pressure, kuna dawa ambayo unaweza kumpa, na pia kuna vyakula unamwambia anatakiwa atumie, basi atakaa vizuri kabisa na ile pressure itaisha. Kwa mfano naweza nikawasaidia kama watu wa pressure, nikawapa kama vile free ya mtu ukijikuta labda una pressure, haijalishi ni ya kupanda au ya kushuka, umejijua tayari una pressure, unaweza ukaenda ukatafuta, kuna jani inaitwa msharifu ambao kwa watu wa bara wanaita masikio ya tembo, kwa watu wa pwani wanaita msharifu, sijui watu wengine wanauhitaji. Ule msharifu ukiuchukua ukaublend, unachukua una blend size ya kiganja chako, una blend, unakuwa unakunywa. Kwa sababu ule wenyewe unakuwa una asili kama ya, ukiushika msharifu una asili fulani hivi, ukiushika una maji huko kama mwarovela, si mwarovela, japo mwarovela unakuwa mnene sana, msharifu uko hivyo. Ukisha ubrendi anakuwa anakunywa, unatibu maradhi mengi sana. Ina maana kama mtu wa pressure unakuwa unakunywa kwa siku mara 3. Haijalishi pressure yako ni aina gani, utapona kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Nashukuru sana. Naona hapo watu wamepata niseme utabibu wa free hapo. Sasa hiyo inakuwa pia ni vizuri, kwa sababu baadhi ya watu inabidi waweze kujua kwamba kumbe kuna baadhi ya mambo au kuna baadhi ya magonjwa yanaweza katibika kwa chakula tu peke yake. Kwa hiyo chakula ni dawa, lakini kwa sababu hatujui ndio maana tunapata hiyo. Sawa. Sasa hiyo ni la kwanza kwa tumeongea. La pili ni kwamba najua panapokuwa na swala la utabibu kuna kuwa na upatikanaji wa dawa. Sasa kwa mfano sasa hivi uko South Africa, ili swala la upatikanaji wa dawa linakuaje? Kwa sababu kwanza hapo umetaja dawa moja inaitwa msharifu. Unaitwa msharifu Sasa ukija hapa wewe utajuaje kama wewe ni msharifu, au upatikanaji wako wa madawa ya kufanya utabibu wako yakoje? Yana changamoto vipi ukiwa katika mji wa South Africa au ukiwa katika nchi ya South Africa? Vipi changamoto zinakukuta katika kupata dawa zako ambazo unajua hizi ndizo inabidi nizitumie kwa wagonjwa wangu?
Ya, kwa mimi nimejiwekea utaratibu kwamba kwa dawa ili nzuri ambazo nazitumia, natumia dawa kutoka nyumbani, naagizisha dawa kutoka Tanzania, nazileta hapa. Shaleta hapa ndo nawapatia wagonjwa, lakini pia kuna wagonjwa wengine licha kuwapa dawa pia, kama kwa mfano mgonjwa wa kansa, licha kumpa dawa lakini pia lazima pia nimbadilishie lifestyle yake ya vyakula alivyokuwa nakula before, hivi alivyokuwa nakula mara kwanza, ili aweze kubadilisha na kuweza kupona kabisa. Kwa sababu kwa mfano watu wenye kisukari, watu wenye kisukari asilimia kubwa mtu anasema na kisukari anakunywa madawa tu, lakini kisukari kinasababishwa na lifestyle. Asilimia kubwa hichi kisukari cha namba hichi cha pili kinasababishwa na vile vyakula ambavyo tunavila. Sasa ili kuweza kutoa hili vile, ina maana yule anatakiwa apewe dawa ambayo ita detox ile sumu ambayo alikuwa amenani mara ya kwanza, alafu atapewa dawa na pia atabadilishiwa vyakula gani anatakiwa atumie. Ya, na samani pia, na kuna kitu kingine pia nataka pia niwakumbushe, tukirudi nyuma kwa wazee wetu, kwa wazee wetu enzi hizo, hebu angalia wazee wetu maradhi ambayo tunaumwa sasa. Je, wazee wetu ndo maradhi waliokuwa wanaumwa? Ukiangalia ni hapana. Au angalia kama hizi kansa tunaumwa sana. Je, ukiangalia vijijini, research yako na ya mjini, wapi wanaumwa sana? Utaona mjini ndo wanaumwa sana. Kwa nini vijijini wasiumwe wakati maradhi ni sawa sawa? Kwa ajili gani? Kijijini wanatumia organic food, mjini tunatumia junk food asilimia kubwa. Na sisi tunaona kama ni maisha ya kifahari kula mavitu haya mafuta mavitu ya nani mengi, lakini kumbe tunazidi kujimaliza. Lakini kula vitu vile vya vya organic food ni vizuri sana. Sawa kabisa. Nashukuru sana kwa hilo. Na ni kweli utakuta kwamba watu wa mjini vyakula vyetu vinakuwa ndio hivyo, unasema processed food. Yaani vitu ambavyo vimeshachemshwa vimekaangwa, lakini ukiwa kijijini kweli unapata chakula ambacho ni yani hakijashikwa bado. Maana siku hizi vyakula vinashikwa sana, unaweza kusikia hata vitu vingine havioti. Unaona bwana. Basi nashukuru sana kwa hilo. Na pia kwa sasa tiba zako unazifanyaje? Una wagonjwa unawafuata au wanakufuata wewe? Kwa sasa na wafuata wagonjwa. Wengine wananifuata, lakini kutokana sijapata ofisi, na wafuata wagonjwa wa popote walipo. Na wafuata wagonjwa, haijalishi ni mgonjwa wa nini. Nafuata kwa sababu sina sehemu ya kumfanyia huduma kwa hapa. Lakini soon nitapata sehemu na watu watakuwa wanaweza kunifuata, kwa sababu kumfuata mgonjwa pia kuna changamoto. Ndio. Kwa sababu changamoto nyingine unakuta labda mgonjwa anakaa umbali mrefu, ambao muda ule unaochukua kwenda kumfuata mgonjwa, huo mgonjwa mmoja, huo muda ungeuchukua ungetumia wagonjwa labda 3 ukiwa katika ofisi. Ndio. Nashukuru sana. Changamoto gani ambazo umepitia ukiwa hapa South Africa katika kufanya mambo yako ya matibabu? Kwa mimi kwa changamoto zilizopitia hapa, asilimia kubwa ni yule watu sijui ni muda, watu haendi na muda mtu au ni hivyo, kwa sababu unakuta labda mgonjwa, kwa mfano labda mgonjwa mara ya kwanza kwa unatakiwa labda umuoshe, mimi mwenyewe ndo nimuoshe. Ndio. Naenda nakuwa nimeshamfanyia kazi, nimemaliza. Inakuja labda hatua ya pili yake mgonjwa anabidi au ameshaoga, nimkute ameoga na amekula. Mimi nikija nampa dawa na kumfanyia mazoezi na kumfanyia massage. Kwa mfano mtu aliye paralyze, unaweza ukaenda kwa ule mgonjwa, unakuta pia ni umbali mrefu umemfuata yule mgonjwa. Unaweza ukafika mgonjwa labda bado amelala, hajaamka, unabidi umsubirie. Alafu pia unakuta hajaoga au hajala, unabidi pia usubirie. Alafu changamoto nyingine, unaweza kukuta kuna mgonjwa mwingine unamfanyia kazi lakini hali ni duni, yani vyakula kwao ni changamoto. Kwa mfano kama hapa South Africa, watu wanapenda kula kuna sehemu moja niliwahi kwenda, watu wanakula mikate, yani vyakula ambavyo yani sio kiivo. Sasa kwa mtu mgonjwa, kama mtu ana tatizo la
la nini labda hilo la stroke la nini, kwa sababu inahitajika pia energy, mtu awe na nguvu. Ndio. Ukiweza kumfanyia kazi, kwa sababu kama mazoezi lazima nifanyie mazoezi nini. Sasa akiwa ajara inanipi pia mimi tena vigumu, kwa sababu labda kwa ndakiwa twende hatua hii turudi nyuma tena, kwa sababu utaenda utamwambia hebu jaribu kutembea, hawezi kwa sababu yuko weak. Kwa sababu ajara. Ili pia ni changamoto, yani kwa asilimia kubwa mimi nilikuwa nakutana na changamoto kama hiyo. Labda watu unakuta mgonjwa kula kwake ni changamoto, labda hajapikiwa, anaambiwa tu atakunywa majuisi sijui makoka pale. Sasa ingine unashindwa kusema huyu bwana mpekieni hivi, unaonekana kama vile mtabibu vipi, unaharibu vitu vya watu. Lakini kawaida ilikuwa takiwa ule mgonjwa apewe vyakula vizuri ili viweze kumpa nguvu ya kufanya vitu vingine. Sawa. Hizo ndo changamoto zinazokutana nazo. Tukirudi hapo kwenye kuparalyze hapo. Manake sisi wengine sio madokta, lakini watu tunasikia kwenye mitandao na nini. Hiyo paralyze kuna kuparalyze upande wa kulia, kuna kuparalyze upande wa kushoto. Kuna wakati mtu ameparalyze labda mguu tu hauko vizuri au mkono ndio umeparalyze. Sasa wewe kama mtu ambaye unatoa matibabu, hizo unazichukuliaje au unaweza kawaeleza nini watu kuhusu aina za kuparalyze? Kwa mimi kwanza, kitu cha kwanza kama unakumbuka mwanzoni nilikwambia, ili niweze kumfanyia mtu kazi vizuri lazima nimwangalie. Ndio. Kwanza cha kwanza kwa mtu aliye paralyze, na takiwa kwanza nijue niangalie kwanza, namsikiliza yule mtu anakuambia ndugu yake ka paralyze, namuuliza ana muda gani, nini, kila kitu nitamuuliza kuhusu yule mgonjwa. Alafu nitaomba jina lake, naomba kwanza nimwangalie mgonjwa. Mimi nijihakikishie, wewe utasema labda tu alidondoka au aliamka ameparalyze. Mimi natakiwa nijue source ya kile kiini, nini kilichofanya mpaka akaparalyze. Alafu nitaomba siku niende nikamuone. Nikienda kumuona sasa ndo nitajua wewe umeparalyze kuanzia hapa. Labda mwingine anakuta kaparalyze kuanzia kwenye kiuno kwenda kushuka chini. Mwingine ni ubavu, hivyo kama ulivyokuwa unasema. Sasa ukishaona vile, kutokana mimi kazi na uwezo wa kuifanya na mtu akatibika. Sasa nikishaangalia vile, nikishaona naona okay, hii kazi mimi naweza nikiifanya hivi, kwa sababu nishaangalia kule, nishajua nini tatizo. Nikishaifanya nakuwa najua kwamba hii kazi nikifanya hivi itakaa vizuri na huyu mtu ataweza kupona. Na kitu kingine ambacho nilikuwa sijakwambia, pia namshukuru Allah kanijalia, kama mtu hata akiwa na maumivu, ana maumivu hata makali size gani, nikimshika maradhi yale, maumivu yale yanapotea. Okay. So ina maana kama wale wa paralyze kama wale unakuta sengine wanakuwa na maumivu makali. Ina maana jinsi inavyozidi kuwa na achua, yale maumivu yanapotea kabisa. Kuna mwingine unakuta maumivu yanaenda yanapungua, mwisho wa siku yanaisha kabisa. Sasa kwa hao wa paralyze, hiyo kwangu mimi si changamoto, yani haijalishi ameparalyze muda gani. Unajua watu wengine wanakuambia bwana huyu ndugu yangu kaparalyze ila sana miaka 4 au kaparalyze ya miaka 8. Mimi haijalishi hata kama na 20. Kikubwa tu asiwe amekata tamaa. Kwa sababu unajua chochote katika maisha ukiwa umeshakata tamaa haiwezi kumnyanyua haraka. Ndio. Kwa sababu akiwa hajakata tamaa, ina maana unaweza kumwambia hebu jaribu kunyanyua kikombe. Kwa nguvu zake akinyanyua hawezi, lakini ukimwambia wewe unaweza, umeshampa dawa, unaweza, anaweza kunyanyua kikombe. Lakini kama mtu ashakata tamaa, hata umwambie afanye nini, anakuwa tu anafanya tu mradi awalizishe wale watu lakini mimi naweza kumnyanyua mtu haijalishi. Na nikimtibu mtu sitibu ile kwamba eti unaambiwa huyu alikuwa ameparalyze katibika lakini bado anaenda upande. Na hakikisha namfanyia mazoezi vizuri ili akae vizuri kama alivyokuwa zamani. Sawa. Hapo nashukuru sana kwa maelezo, kwa sababu kitu ambacho mimi kinanipa moyo ni kwamba magonjwa ambayo nayataja kusema kwa nashughulikia ni tatizo kubwa sana katika jamii yetu kwa sasa hivi. Kwa hiyo naona ni muda ambao watu wanaweza kupata matibabu. Mimi bila kuingia sana huko, mimi nataka nikusikie wewe mwenyewe unasema unawaambia nini watu ambao wana matatizo kwa sasa hivi aina mbalimbali. Kwa mimi ninachowaambia, karibuni Collector Herbal Medicine kwa huduma zenye uhakika. Karibuni sana. Najua hapa tunaongea tuko Durban, tuko katika studio za Kazabuti. Kwa maana hiyo ni kwamba matibabu yako yanapatikana hapa Durban. Je, watu ambao wako let's say Cape Town, Joburg, Pretoria, labda Port Elizabeth, East London, hiyo ni baadhi ya miji ambayo nimekutajia, ambayo
especially wa Tanzania wanapatikana humo, ingawa sisemi kwamba matibabu yako ni kwa Watanzania peke yao. Ndiyo. Lakini najua pia wa South Africa nao watakuwa ni miongoni mwa watakao jumuika kupata matibabu, kwa sababu wanaweza kusikia habari hizi kutoka kwa wenzao, rafiki zao. Sasa je, watu ambao wako nje ya Durban wanapata vipi matibabu yako? Kwa mie na uwezo wa kitu ambacho kingine pia nilikuwa sijakwambia, na uwezo wa kumtibu mtu hata akiwa hayuko hapo. Ndio. Na hata kama yuko nchi za Kiarabu huko. Mimi kikubwa tu akinipa jina lake, tukamwambia kwamba na mimi nitakufanyia hivi na hivi, naweza nikamfanyia kazi, alafu mwisho wa siku nikamtumia dawa. Nikamwambia basi wewe kazi yako ishaifanya mpaka saizi hii, basi kilichobakia dawa yako ndo hii nitawatumia. Ina maana kama hao watu wako sehemu nyingine, kama yuko Victoria, yuko Joburg au yuko sehemu zingine na uwezo wa kuwafanyia kazi na nikawatumia dawa. Ndio. Ushamaliza na kutumia dawa yako, afu unakuwa na kuulizishia unaendelea vipi. Kwa sababu kabla sijaja Durban nilikuwa Johannesburg, ambao kule pia nilikuwa na wateja. Wakati nakuja huku kulikuwa kuna wateja sijawamalizia kazi zao. Ina maana huwa na wacheki wanaendeleaje, na pia vipi kama kuna dawa natakiwa niwaongezee na wapa. Na nani zao ni nzuri. Na pia mimi naamini watu wataona shuhuda za watu ndio wafanyia, kama hawatakuwa na uchoyo wa kutaka kushare na wenzao kwamba nini wamepata kutoka kwangu. Sawa. Mimi nashukuru sana kwa maelezo yako. Kitu ambacho napenda ni wajulishe watazamaji na wasikilizaji ni kwamba dada yetu namba zake ndio hizo hapo zinapita kwenye screen. Kwa hiyo kwa matatizo aina mbalimbali msisite kumpigia simu, kumuelezea matatizo, ikiwezekana muonane au atajua mwenyewe atafanyaje, lakini all in all watu inabidi wapate matibabu yake ambayo yeye mwenyewe anasema kwamba yana guarantee kwamba lazima kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utapona. Sasa kwa kumalizia tu nilikuwa naomba uweze kutuweka sawa katika masuala ya kutoa dawa ziko katika mtindo gani, kwa sababu kuna mambo ya mizizi, kuna majani, kuna poda. Sasa na kwa sababu wagonjwa wenyewe ni tofauti, sasa sijui wewe hizo dawa zako ziko katika mtindo gani, vimiminika au mizizi au majani? Kwa maradhi kama ya figo na maradhi ya figo na maradhi mengine ya Kiswahili dawa zake ziko katika kipo kwenye poda. Yani imefanya kama poda ya mtu atatumia kama poda. Ya maradhi kama mtu ana mashetwani nini aina tofauti, mtu ana changamoto ya biashara nini, kila kitu hiyo tuko kwa aina ya poda. Lakini kwa maradhi kama kansa, kama sukari na mengineo inakuwa kuna aina ya kimiminika na poda. Sawa, nashukuru sana kwa hilo. Nafikiri tunafikia tamati ya kipindi chetu. Cha mwisho tu ni kwamba labda nipate mawili matatu kutoka kwako. Unawaambia nini wa Tanzania ambao wako South Africa na ambao wana matatizo wanahitaji kupewa msaada? Kwa mimi nawaambia karibuni kuleta Herbal Medicine kwa huduma yenye uhakika. Karibuni sana. Nashukuru sana. Ni mimi Abubakari. Tumefikia tamati ya kipindi chetu cha leo. Msikose tena siku nyingine, kwa sababu najua dada yetu atarudi hapa. Safari atakuja na kama alivyosema atakuja na ushuhuda, ili watu waweze kuona kwamba katika watu ambao wamesaidiwa ni hawa. Basi mimi nashukuru sana. Asante sana watazamaji na wasikilizaji. See you next time. Asante sana.